Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi, Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. The 2022 FIFA World Cup is just 1 year away from bringing you moments that make history. Don't miss a second of the action. With all 64 games broadcast live on SuperSport in crystal clear picture, complete with world-class audio. You'll have home ground advantage for every goal, penalty, card, and victory. Stay connected to the only broadcaster that brings you every game live. Can you believe that? GoTV, love it. Sipping sunshine, I've been chasing rainbows day and night. Gonna take flight, take it slow. But the clouds were feeling alright, alright. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, call you, 'cause I want you by my side. Time keeps ticking, time keeps ticking, time keeps ticking on me. I'm on the last train, and then I see you, darling. Won't you wait for me? I'm on the first train, I'm on the first train. Jemo kuget GoTV ilikuwa decision moja fiti sana kwa life yake. Usitake jua kuget machua mtimam za kuchekifuta ilikuwa ngori kuruka na zilidai mamkwanja. Alafu ikajipa. Jemo akawai discovery moja bigi. Siku hizi zinamshika mtaani akicheza pro na home ground advantage. Get home ground advantage ukijishikia decoder ya GoTV kwa bei nafuu ya 1,299 bob plus 1 month GoTV plus. Enjoy the world's biggest leagues na cup competition Zwifuta season. GoTV, love it. Pizza Inn Black Friday starts now, 22nd to 29th November. Don't miss out. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Okay, good morning. I thank God for today. It's a good Friday that God has given us. As I told you last week, but one that I will be continuing with this show, Marriage Show. Today we are talking of our talents despite the challenges. Today I have a father and son who are challenged, and I hope we are going to be here with us. Na sahi tutaanza, wako na challenges za kiufupi, kwa hivyo ni vizuri tuendelee na kusoma na kuangalia, na hata vizuri kuambia Mungu asanti kwa venye ametuumba. Siku ya leo mimi nashukuru Mungu
kwa sababu saa zingine tunakuanga na challenges zenye hata sinafanya even our self esteem inaenda chini, lakini siku ya leo utaweza kujua ati Mungu amekuumba kwa njia ya kipekee. You are very unique. We are all unique in any way or another. Kama mimi hapa nikiwa Mercy, majina tu ni Mercy wa PK, na bando nashukuru Mungu kwa sababu saa zingine watu wengine huniambia mimi I'm taller than them, but I thank God for being taller than them. You know, some of us are shorter, others are big. Ni kurigana. Nisikia mtu mwingine akisema ati kwa upana ni kujitafutia, lakini kwa urefu ni maumbile, ama ufupi bando ni maumbile. Siku ya leo ningetaka tutazame hii show ili tuweze kujua kweli Mungu ametufanyia mazuri na mema. Okay, a very good morning. I thank you. I thank all those who have joined this show this morning. Yes, we are waiting for our guest. I have two guests, a son and a father, and they are a bit short. You'll see them. Ukae tu hapo kwa mtandao ili uweze kujionea maajabu ya Mungu, kwa sababu hata kuumbwa ukiwa mrefu sio kusema ati unajua kila kitu. Ukiumbwa ukiwa mfupi, kuna maneno ingine wanajua kuliko hata wenye wako warefu. Unajua, it's all about our mind. And I told you last time but one that about our mind, about female mind and also men mind. They are totally different. Let us see them coming. Thank you. I will invite my guest. Kana sio? Wena rokoro rangwa tano kuhando. DJ rokoro rangwa tano kuhando. Tu manoyo kai mwathani. Takarone ma. Ya kimaajabu. Thank you. Oh ya kama oi. Kanoveta. Kanioro. Thank you. Amale DJ, thank you. Luego lo voy a tirar a Nego hoy día. Egaka. Ogiwa kagaba. Sere kanini. Soka no gora ya kafiu. Wow. Hikai maido. Kau kira naik saya jangan bodoh. Kau nak kaya apa? Thora bisa. Kau nak kaya apa? Mana kira? Kau jangan kira aja. Najak kau tinggal aku. Kau mungkin dia mana ibu dia be? Mereka mana? Tu dia. Isinya kira muhiki. No ikira irando isi. Jack, no ikira irando isi. Asa. No ikira irando isi. Thank you. Dia kan kira kiuria. Cuma kadang dia bagi nanti hiki. Aja nak mefaham. Thank you, Ernie. Mantu ada. No, hotel menyonyo sih. Asik. No, hotel. Thank you. Itu dia. Bagwan. Negara aja. Tahu ni kan? Dia kalau kamu nak aja nak berani bukan nak. Kenapa kau orang dia hukum? Itu hari ini orang ni kita okey nak siapa dia? Oka. Hikai maido. Namun tiga ikut ni maido. Dia ni boleh. Wen dia bukan ni maido. Bukan ikut ni maido. Wewe. Ni baca sasa. Yeah. Wagwan. Check you maneno. Alright. Tuseme
mwingine bali ni Kenyonyo. Nice. Wow. Thank you. Wagwan. Wow. No wekire maundu macio mothe. Thank you. Tukapigie makofi mazuri jameni. Maundu macio mothe twekari. Kwena hũthĩra indo icio. No ici. Igana icio ingĩ no hũthĩre. We no hũthĩre. Tarora nai ta mũnyonyi. Tarora nai ndĩra muge hamwe muge ithuĩ kwĩrĩ maiki mũgetha mũhũthĩre maiki ĩmwe. Uga ithuĩ mwĩ hamwe wa nduthi twana ithuĩ nĩ tũgwĩka ũrĩa wothe gũkũhoteka tuone kana kangĩhũthĩra indo ici. Na hau nĩ harenda we mũno we raigua. Na nĩkĩo ndamwĩra mwanake ndagatinde akĩhaga akĩnogithagio wĩra ũrĩa wĩ mbere yake wambia o rĩu waigua agweterwo ciana. Mũhũre itaro heni. Thank you so much. Na rĩrĩa ũcio moheo wĩ mbahaca-inĩ. Rĩrĩa ũcio moheo wĩ mbahaca-inĩ mũinage rwĩmbo rũmwe thitima ciĩhorie. O heka na baba. O heka he. Rũrũ. Thitima ciĩhorie. Thank you. Ha, tũthiĩ rĩu hangĩ tũtinie keki. Tondũ na ndigũikara mũno by the way tondũ no nginya athiĩ o rĩu. Keki matwana mwena ũrĩkũ? Maũndũ macio makorwo me mega. Kim tuko sawa. Thank you so much. Good morning again. Kama nimewaambia niko na wageni siku ya leo. On my right is Mr. Jimmy the Gorilla. Hiyo ni nickname tu, sio majina yake yote, lakini atatuelezea. On my left is Mwangi, the son to Jimmy. Leo ni siku ya kimaajabu na ni vizuri tutazame na tuone maajabu ya Mungu kwa sababu Mungu ametutendea mema. Wengine wamezaliwa kama venye nimewaambia, wamezaliwa wakiwa walefu, wengine wafupi. Okay, ni maumbile tu ya Mungu. Na moja kwa moja nataka tuende kwa Mr. Jimmy ili aweze kutuambia majina yake yote. Atuambie ametoka wapi na hata venye anafanyaga. Then we hear the life history yake. Venye alizaliwa. Okay, last time I was talking of how to bring up a child. Venye alilewa, alianza kujua aji. Yeye amezaliwa akiwa mfupi. Na ikafika pahali na ikakaa hapo, ikastagnate. Thank you. Mr. Jimmy, good morning. Morning to you. You look nice. Yeah, wewe ni Muislamu ama ni okay? Hapana, ni vile vile napenda hiyo dini. Mimi ni Mkristo lakini hata dini ninaipenda hiyo ya Kiislamu. Unaipenda? Na kofia yao ndio hii. Napenda kufaanga hivyo. Okay, I'm very happy to be with you today. Na hata najua ikienda kumaliza 1 hour utakuwa umetuelezea about you na hata Mwangi ili na yetu mpe nafasi. Tuanze na wewe kwanza, utuambie wewe ni nani? Mimi kwa jina yangu kamili kujitangaza kwa sababu na gari ambayo haina nambari ni ya huyo. Ni yake huyo. Huyo mwizi. Huyo. Mtazamaji, leo ni ile siku. Sasa mimi naitwa James Kalube Mwangi, jina halisi ya kitambulisho Kalube Mwangi. James wanasemaga ni Jimmy pia. Hiyo ndio wananiitaga Jimmy. Na kwetu ni hapa Karatina, Nyeri, Mathira, Nyeri County. Okay, kwa nini huongei kama watu wa Nyeri? Mimi nasikianga watu wakisema turuturu mingi sana. Watu wa huko Nyeri lakini wale kama umetembea sana. Wanakuaga na tutor. Hiyo chuchu, tata, hivyo. Mimi vile iko nimetembeanga kwingi sana. Sababu mahali popote kuna harusi, naendaga ku-entertain. Mahali kuna get together. Yoyote ile, lulashio. Hata kuna wakati mwingine naenda na nasimama mbele yao nikifanya vituko zangu. Utaziona baadaye. Nasimama na advocate disability. Sababu kuna wengine wanaficha. Kuna wengine wanaficha. Kwa hivyo mimi napenda hivyo niliumbwa. Siwezi kuwa mrefu kama wewe. Ni kweli. Wewe huwezi kuwa mfupi kama mimi. Lakini Mungu alifanya kitu moja, hesabu bottom line.
sisi lazima zote tutaenda chini, tutakufa, si ndio? Lazima tuage dunia. Sasa kama ni kama watu wafupi ambao hawakufangi ama hawawezi kuaga, in fact wewe ungeweza, lazima ungeenda kwa pawaso ukatwe ndio uwe mfupi usiku. Kama ni watu wanene ambao hawakufangi, unaenda unasema uongezewe ndio uwe munene usikufe. Kama okay. Kama ni watu slim, kama ni watu slim, unaenda unasema urukaru tu wenye wewe si adhabu za ushogo ndio uwe slim usikufe. Hicho tu adhabu. Lakini ni bottom line Yesu alisema munene munini mtungu basi. Na bado una praise God kwa hiyo yote. Napenda hiyo yote. Na vile niko siwezi kuwa mnene kama mrefu kama wewe. Okay. Hivyo nilivyo, nimeaccept hivyo nilivyo. Na hata kuna wengine wananiitaga, na hiyo ni sawa, nakubaliaga. Badala ya kuniita Jimmy, wewe mrefu. Sasa wakati tuko kwa watu kama yeye ni comedy, anacheza comedy. Sasa mrefu ni mimi sababu wote wako sawa. Kuja uka mrefu. Sasa nakubalia hiyo mambo. Okay. Yeah. Wewe unafurahia penye huko? Mimi sana vile niko. Bereni kuna wakati ilifika ukaona mimi ni kama sio wale wengine. Ama kwenyu nyumbani kuna wengine wamezaliwa kama wewe? Hapana, kwetu wote ni warefu. Lakini Guka alikuwaga mfupi, lakini si mfupi vile. In fact my dad ni driver. Alikuwa senior driver wa mtu anautaka gazeti huko kwetu Karatina. Unajua hakuna dereva mfupi kama mimi. Wakati ule despite ni wakati huu sasa gari zimekuja za disability, unaweza endesha yoyote. Wakati zile zilikuwa sijui manual, si automatic, hakukuwa dereva mfupi kama mimi. So baba ni driver, mami ni mrefu. Tumezaliwa kwetu watatu. My sister ni mwalimu. Hakuna mwalimu anaweza kuwa size hii. Kuandika pale utaandika aje kwa blackboard. Unless sasa ufundishe tu watu wenye wanashana na. Exactly. My sister ni mwalimu, anafundishaga huko Nyahururu. Shule inaitwa Boyo Primary. Boyo Primary hapo kwa Kongo. Hiyo ni my sister. My brother naye ako hapa town Karatina, anafanyaga kazi hapo Karatina. Mimi nami ndiye Jimmy. Okay, wewe na wewe ndiye mfupi. Baba mrefu. Na ndiye baba Mwangi. Wewe ndiye baba Mwangi. Na nafurahianga sana sababu kwetu nasikia tuko watatu. Kuna my sister anaitwa Esther, huyo mwalimu. My brother anaitwa Samuel Mureithi. Lakini mama na baba wanajulikana kwa jina langu. Wanaitwa baba Jimmy kwa sababu you are unique. Somehow special. You are unique. You are not like the other. Hiyo ndio napendelea. You can't be like them. Siwezi. Alafu hata tabia. Wanasemaga Jimmy. Ndio Jimmy. Ina Jimmy. Hata yeye anafurahia hiyo. Alafu nafurahia kwa Mungu nilivyo. Ati mimi nilikaa tumboni ya mama miezi 9. Miezi 9. Sikukaa sister sababu niko mfupi ama niko mdogo. In fact nilikaa miezi hiyo 9. Na mama akaenda akanizaa. Sioni kama kuna wazazi wanaendaga kupata watoto ama kusaidiwa kupata watoto bila kuvuka mto. Si unaona? Sasa wakati saa kama hivi nilivyo, hiyo miaka niko nayo 40 something, I'm approaching hiyo nyingine. Nikiwa mtoto najiulizaga, nikiwa mtoto nilikuwa nimekaaje? Ukiwa katoto nilikuwa nakaaje? Sasa hii kama mimi ni baba Mwangi, baba Ana, baba Nyaguthi, niko na wasichana bado wawili. Uko na wasichana wawili? Na kijana mmoja. Kijana mmoja. Game chote nikafunga hiyo. Ikafunga hiyo. Sasa. Okay. Sasa kama mimi niko na shikilia hapo kwanza ili tuweze kujua huyu mwingine tusije tukamnyima na nafasi, si ndio? Asante sana. Okay. Tuambie majina yako kwanza. Kwa majina mimi naitwa Richard Mwangi Karumbe. Mimi ni third born kwa familia ya watoto watatu. Okay. Na wewe huwa unasoma? Form 3 shule inaitwa Igomiti Secondary School. Iko Nyahururu, Laikipia County. Laikipia County. Now why are you not in school? Tulifukuzwa because of school fees. School fees kwa kubwa
Kazi wenye corona ilikuja, naona saa kazi ikakuwa maybe saa ana kazi, pesa hakuna, debt ikakuwa kubwa, until hapa mwalimu kafukuza, kaniambia lazima kwanza uende clear school fees ndio uweze kurudi. Sasa school fees yenye ilifanya ufukuzwe ilikuwa kama ngapi? Ni 60k. 60k. Naam. Kuonyesha hujawahi lipa huko form 3? Naam, sijalipa hata mbili sijalipa. Na nilikuwa na debt pia kiasi. Term 1 form 2. Okay. Term 2 hujalipa? Naam, second term form 2. Na hata last year hujalipa bado? Last year saa niko form this year last year. Hii mwaka ndio tuliingia form 3 na ndio bado tulimaliza form 2. Okay. So form 2 second term na that term sijalipa chochote. Na saa hii first term ya form 3. Okay. Na form 2 first term nilikuwa nimebakisha pesa kidogo. Sasa ilikuwa imelipo but ilikuwa imemalizika yote. So take plus hiyo yote inakuwa 60k. Inakuwa 60k. Mtazamaji, na najua unasikia yenye challenges zenye hao watu wanapitia. Huyu kijana ako form 3 lakini amefukuzwa shule because of lack of school fees. Gavana wa kwenyu anaitwa nani? Mutahi. Ni Kahiga. Kahiga Mutahi. Kahiga. Something to do. Okay, gavana wa Nyeri, niko na watu wako. Chunguza kwa nini huyu kijana hayuko shule. And I hope things will be better. Wametoka all the way from Nyeri to here Nairobi ili waweze kutokelezea, ili watu waweze kuona kama wanaweza kuwasaidia. Otherwise, Mwangi ulifukuzwa shule lini? Before tuanze hii term, tukimaliza that term form 2, tuko tumeambiwa tutafukuzwa. Okay. Tukirudi this next term, tukirudi term, tukirudi saa tufungua after holiday 1 week. During 1 week tutafukuzwa the following day. Naye Magoha ndiye alisema sijui pesa kiwango fulani serikali imetenga ya shule, so wanafunzi hawafai kufukuzwa. Nikatipa moyo, hakuna haja ya kufukuzwa. Sasa by the time tulirudi, our parade deputy principal kwa deputy akasema kama tulikuwa tumewaambia before mwende holiday tutafukuza. June iko hiyo shule ni day school na boarding. Akasema day scholars, mimi niko boarding. You are boarding? Akasema day scholars saa 7 watakuwa wameenda nyumbani. Now boarders the following day waende nyumbani. Watu walikuwa wengi juu the most walikuza pale walikuwa wameweka limit. Walikuwa wamesema mtu ako na 6,000 kuteremka yanabaki. Mtu ako na 6,000 kupata juu yanaenda nyumbani. Sadra yetu ya 60 students tulikuwa tubaki, walikuwa baki watu 4. Wakaona wamefukuza watu wengi, wakapandisha kiwango wakeka 10,000. So watu wa 10,000 wanakuwa wanaenda nyumbani. Au wengine wako 10,000 kupanda juu tuende nyumbani. Sisi wote tukaenda until then mimi nikakaa nyumbani 2 weeks. Baba na mama wakijaribu kutafuta pesa. Enye walipata, nikarudi shule. Nikapata principal ili kumweleza I'm back, nimereport back. Kaniuliza umelipa pesa? Kwambia hapana sijalipa. Mbona umekuja? Wazazi wana pesa. Kaniambia chukua leave out kwa kaniambia chukua leave out kwa Chichonjute kesho asubuhi by 6 asubuhi uende nyumbani. Karibu kumwambia mwacha tu nikae shule ati for hii term. Wazazi bado wanatafuta pesa. Kata kusikia. Kabini niende kwa chukua leave out niende. Kachukua nikaenda kwa auntie. Tuadi fair sikuwa nayo hadi. Nenda tu kwa auntie yangu kwa road hapo tu Nyahururu town. Nikaenda kwake. Nikakaa akaniambia ataongea na mwalimu. Kaenda kaongea naye, mwalimu akakataa. Sasa mimi juu nimefukuzwa mara 2. Juu hakuna pesa na sneak in. Ingia shule
na mwalimu ajui. Una sneak kwa class. Yaani unaingia class kabla mwalimu hajajua. Hajajua juu unajua sasa kiuliza kauli lipa. Yaani utaki kumjibu. Sasa kuna mwalimu akwanga. Naingia shule najifichanisha huko ili nisome. Ili pia at least nikisoma niweze kutoa familia yangu kwa shida. Unajua sasa mwenye amesoma maybe mwenye kwa shule ndiye anakuwa ametegemewa. Mwenye saa kapofika hiki wangu ndiye anakuwa ametegemewa. Nikasema lazima jitahidi. So kila saa nikifukuzwa kana najua kuna pesa na sneak in. Okay. Okay, it's not okay, lakini washa tu nitumie okay kwa sababu hiyo ni mtindo tu. Okay, nataka kuuliza wakati mambo ya shule hiyo tutaongelelea. Wakati wewe uliona wewe uko mfupi ulichukulia hiyo maneno aje? Mimi sikuwa nachukulia. Wakati uliona ati you are not like the others. Nilikuja your sisters. Mimi nilikuja kurealize when I was in class 6. Hizi siku zingine mimi sikuwa na anything. Ndio nilikuwa nasomea kwa Nyeri. Shule ilikuwa inatoka Ratina. So kuanzia nursery hadi hapo watu wamezoea. So pia mimi naona tuko na watoto wadogo wa nursery. Mimi naona pia niko kawaida. Until then mamangu akanichange shule, kanipeleka shule inaitwa Wero boarding. In class 6. Sasa kupita hapo. Sasa nikiadmitiwa naona watu wameniangalia. Wengi wameniangalia, wengine wanacheka, wengine wanastuka. Kashido ni nini? Aki mimi mwo ucheke ni wasisikinika. I assume that sija kuona sija kusikia. Kaka huko kalializa haya. Sasa hapo ndio sasa nilikuwa naanza kujijua. Sasa ile nilikuwa nasomea hii shule tulikuwa na maza nasari. Tuko tumezoana na watu kwa sababu mnatoshana na pia utoto iko. Sasa ukienda boni mtoto na shida utakuwa unajifuliaje nguo, utakuwa unafanya aje, usawe ni fupi, mambo iko aje. Sasa ikakuwa challenge kiasi. Sasa ukipita watu wanakuangalia. Hata kama mtu kwa fupi, watu wengine wanacheka. Wengine ni kama wanaelewa. Nasikia kama ni watoto, so ache kumcheka. Pia siku moja utakuwa hivyo. Naona at least huyo mtoto ama mtu mwenye acheka anaambia mwingine ufai kuchekelea mtu. Unafaa kumwona kama mtu wa kawaida. Okay. Na kwa sababu nasikianga each and everybody akona talent yake. Wewe umeanza kugundua talent yako ni gani? Yeah. Kuna kitu unafanya differently from others? Naam. Kama? Mimi nafanya drama. Wewe ni wa drama? Huwa unafanya? Tulikuwa tunacheza drama school before hii corona pandemic ikuje. So kuja hapo tulikuwa nimeanza. Nianza niko form 2. Pia nikiingia secondary nilikuwa nimechelewa juu ya pesa ya kuadmitiwa. Unajua sasa pesa ya kuadmitiwa inakuwa mingi kuliko hadi school fees. Lazima uwe na school fees na pesa ya kuadmitiwa na kila kitu. So hapo niliingia second term. Yeah. First term sikusoma. So hiyo duration ya drama hiyo inakuwa first term sikupata chance. Until then tukaingia first term form 2 ya 2020 hapo form ndipo ndio tulichukua nikaingia drama nikacheza vizuri kabisa. Sasa kitu yenye nilikuwa najitahidi, mwalimu mwenye alikuwa in charge kufanya hiyo drama alikuwa anasema sasa tulishida sub county kwa Butonde county. Sasa akasema mwenye atacheza vizuri kabisa anapata scholarship. Sasa mimi unajua mimi najua kajitahidi, unajua wazazi wangu hawana uwezo vile mkubwa wa kutafuta school fees na kutafuta vitu zingine. Mimi kajitahidi nikacheza kabisa. Sasa hapo tukagojea results and then hii corona ikakuja ikasweep up mambo yote. Mimi nikipanda nikishamaliza shule atakuwa drama. Nataka kufanya drama by profession. Drama by profession. Atakuwa drama na pia one time nikuje ku-host, at least nikuwe pia mimi na host for example Kipitikai kwa TV ama na pale popote na niweze kutoa wazazi wangu pale wako. Naweza at least bring hata kan one step mbele pale wako. Mtazamaji, mtoto wa Jimmy huyu Mwangi ako nyumbani kwa sababu ya kukosa school fees, lakini ni mtu ako na talent hata ya drama, anaweza cheza drama. Baba yake vile vile hata yeye
anakuaga dramatist, sio? Si huwa hata saa zingine unakuwa master of ceremony. Unaweza ongoza watu. Naongozaga, kwa vile mwambia amesema hii corona ilipokuja, tulikuwa hata tunaendaga kwa unaomba kuchezea watoto. Wa primary. Sababu nilikuwa na michezo ya kwa masicha wa wanafunzi sana wasichana kurespect wazazi kama kwao. Hiyo ni base na kwangu. Kama kwenu hakuna kitu, ukikuta nduvia furahia nduvia, ukikuta doma furahia doma, ukikuta hakuna rudi saa 8 jioni utakuta mzazi yako na na hii base inaita I wish I knew. Sana iko na msichana ndiye analetea wazazi wake madharau sababu kwao hakuna kitu kinatokea nje. Nafikiri hata tutaanza huko, sio? Okay, mtazamaji, tutaenda break kidogo, like only 1 minute or 2, ili tuweze kwenda tukunywe maji kiasi, alafu Jimmy atakuja akiwa amefaa kikasi penye anakuanga ama penye huwa anafanya uko nje ili apate kitu ya kula, na akikosa kazi kama hiyo, anakosa hata chakula, anakosa hata ya kupea watoto, anakosa hata ya kupeleka watoto shule. Like Mwangia, baba yake ameshindwa kabisa, amekosa cha kurudisha Mwangi shule. Wakati dakika moja sababu tulikuwa despite corona. Sasa tuna jamaa mwingine tunaendaga naye anaitwa John Miano. Huyo ananiitanga kwa harusi. John Miano. Ni video shooter. Ana edit video, anafanya kila kitu. Utakuja kutuambia, utaenda ufae venye unakuanga. Venye huwa unafaa ukawa, sio? Sawa, Okay. Asante. Mtazamaji, tuonane after 1 minute. Sawa. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi. Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. Tuonaga andu aria etei mari na gikeno makiria, andu aria aganu no kugacira maragacira. Nie ngwenda muthikiriria wakwa tuko turi grupu-ini ya andu aya akeri aya maragia ndeto cia mwathani mahoreire, aya matangĩambĩrĩria kwaria ndeto nyingĩ, matambĩte gwĩciria wega. Haha tũrĩ tũraria rĩ tũrĩ ithuiki aca tu presence ya Ngai ĩrĩ haha, Ngai arĩ haha hamwe na ithuĩ, roho wa Ngai arĩ haha hamwe na ithuĩ. Nĩ tũgĩka, let us guard our tongue. Rekei tũkĩaria maũndũ ma tũkwaria twĩtigĩre Ngai, tondũ maandĩko marauga arĩa metigĩrĩte Ngai, andũ arĩa matatigĩrĩte Ngai nĩ maregenyũkaga, nĩ marĩaga makahũna makaria mũndũ ũrĩa kwenda, nĩ manyua kĩrĩa makunyua makanana makanyua makwenda. Ngai nĩ athũire mũndũ mwĩtĩi. Ndĩmũririkane na Mephibosheti na Mordekai, ndĩmũririkane nĩ Ngai mũiguaga, ndĩmũririkane ngarutũrwo ndiba. Tumiane maitũ ya nyingĩ cia gũtungatĩra Jehova. Maandĩko marauga ithuothe nĩ tũitĩrĩirio maguta angĩkorwo nĩ twĩtĩkĩtie Kristo
na tukaumbra Kristo ni mwathani na tugakorwo turi horo-ini uyu wa Ngai ithuothe tureitiririe maguta where you has an anointing na anointing yo uhetwo ri it is not a priestly anointing, it is not a kingly anointing on a theodary anointing, it is an anointing of itself where tondu gutire mundu ungihota kuruta wira wa Ngai, gutire mundu ungihota kuerewa kiugo kia Ngai, gutire mundu ungihota gwathikira maundu ma Ngai, gutire mundu ungihota gwathikira kanitha kana mwiri wa Kristo atari no hakoyo. Uguo ni wega tulirikanage ati we are all anointed and we can do all things through Christ who strengthen us. No tuhote gwika maundu mothe to tureitiririe maguta. Jemo kuget Go TV ilikuwa decision moja fiti sana kwa life yake. Usitake jua kuget machua mtimam za kucheki futa ilikuwa ngori kuruka na zilidai mamkwanja. Alafu ikajipa. Jemo akawai discovery moja bigi. Siku hizi zinamshika mtaani akicheza pro na home ground advantage. Get home ground advantage ukijishikia decoder ya Go TV kwa bei nafuu ya 1,299 bob plus 1 month Go TV Plus. Enjoy the world's biggest leagues na cup competition free futa season. Go TV, love it. Sipping sunshine, I've been chasing rainbows day and night. Gonna take flight, take it fly. Above the clouds, we're feeling alright, alright. The 2022 FIFA World Cup is just 1 year away from bringing you moments that make history. Don't miss a second of the action. With all 64 games broadcast live on SuperSport in crystal clear picture, complete with world-class audio. You'll have home ground advantage for every goal, penalty, card, and victory. Stay connected to the only broadcaster that brings you every game live. Can you believe that? Go TV, love it. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you.
'cause I want you by my side. Time keeps ticking. Time keeps ticking. Time keeps ticking on me. I'm on the last train, and then I see you, darling. Won't you wait for me? I'm on the first train. I'm on the first train. Pizza Inn Black Friday starts now, 22nd to 29th November. Don't miss out. Sipping sunshine, I've been chasing rainbows day and night. Gonna take flight, take it slow. But the clouds were feeling alright, alright. Mtazamaji, tumerudi tena kwa hii kipindi za marriage. Now we are waiting for Jimmy to come in full gear, in full uniform. Penye kuwa ana perform nazo. Otherwise, tugoje tumuone penye anakanga akiwa. We are waiting for you. Tunakugoja. Maybe anakuja sasa. Ungetaka kusalimia watu. Waambie kitu. Nakuanga hivyo sasa mnaniona. Jimmy ndio huyo. Ana hata wakati mwingine anaendaga dance. Kwa harusi. Naona mwenye kuwa na dance, anaendanga hata chini kwa chini. Saa zingine anasunguka mpaka hata watu wanachanga. Jimmy anakuanga hivyo wakati huwa anafanya kazi. Na sasa kutoka saa hii atatuelezea venye anakuanga, venye anafanya. Na hata sijui kama mnamuona vizuri. Okay. Yes. I hope mtazamaji unajionea vizuri. Unajionea vizuri penye Jimmy huwa anatafuta mkate wake wa kila siku. Saa zingine inabidi mpaka anaenda mpaka kutafuta nguo kama hizi ili aweze kufaa. Afurahisha watu, apate tuka kitu ya kukula na ya kusomesha watoto wake like Mwangi here. Na ndio nilikuwa nataka Jimmy awaongelesha kidogo na awaambie kuhusu yeye. Aseme venye alianza kujifahamu ama kujielewa. Asante sana. Mimi kwanza kujifahamu na kujielewa, nilijielewa kama vile umesikia Mwangi akisema. Tulipokuwa tukisoma tukiwa wadogo, size inaonekana iko the same. Lakini wakianza kulefuka, alafu mnaenda kando kando, unatoka hapa unasafiri mahali, hawa wamekuzoea. Huko nje unaona wanaanza kuangalia sana. Kuna wengine hata na chido kwani hawatazamagi kwa televisheni. Kuna watu wengine wanafanyanga kazi wafupi. Watu wengine zaidi wafupi. Watu wengine huangalia Jimmy wanaona ni kama sio mtu wa ukweli, lakini yeye ni mtu wa ukweli. Kabla aendelee ningetaka kutambua watu kadhaa wako hapa. Asante sana Samson Masesi, anasema akodani, anakuangalia vizuri sana. Liz Degwa, akodani kabisa, asante sana Liz. Maina Wanyeri, karibu sana, asante sana, anasema kwa mpigo tohaha, Nyeri kabisa, karibu sana. Kuna Jimmy James, tuned from Isiro Barak, say hi to those heroes. You are heroes. James is from Isiro Barak, and he's saying that you also our heroes. Yeah. Simon wa Gatanga tuko ndani. Gatanga kujeni nyinyi wote, karibuni.
Tumefurahi kuwa na nyinyi siku ya leo. Maina wa Nyeri, karibu sana. Ita watu wa Nyeri, watu wa kwenyu wako huku. Jimmy ako hapa, Mwangi ako hapa. Father and son. Jimmy is the father to Mwangi. Let us listen and to Jimmy. We hear venye anasema. Na karibuni sana. Yeah. Jimmy, endelea ili tupee Mwangi naye nafasi. Na tuelezee wakati ulijielewa na ukajua wewe uko mfupi. Okay. Nasikiaga watu wakisema ati kupigwa na butwa. I don't know kama hiyo ni kuchangama ama ni kufanya nini. Lakini Waswahili watatuambia. Endelea Jimmy. Sasa mimi wakati nilipokuwa najifahamu sana, niko siko sawa na wale wengine. Lakini tofauti ni urefu tu na ufupi. Wale watu na challenge sana ni pole to say upande wa akina mama. Wanaume wanakuwa strong sana. Sasa unakuta mama kama wewe for example unaambatana na katoto kako hivi alafu hakaoni Jimmy. Hakaoni Jimmy. Lakini wewe umeona Jimmy. Mimi naona Jimmy. Sasa unashika huyu mtoto unafunga hata kichwa kumpindua hivi kama gari ati akaonekana mundu. Unaruchaga hii miromo yenu hivi. Na hiyo ni high five. Okay. Unaruchaga hii miromo hivi. Ati unaona kama mundu. Namwambia sasa mama. Huyo mtoto size yake ni hiyo. Na akili imefikisha hapo. Nataka sana wenye wanasemanga wako na challenges. Wasikize sana kutoka kwa Jimmy. Jimmy alijipenda tu venye ako. Na wasasi wenye wanalea watoto. Wenye wako hata na nini na disabilities. Don't hide your children under the bed. Hata watoe huko nje. Wako na kitu ya kufanya. Kama Jimmy anakula chakula yake ya kujitafutia. Sio ati anaenda akiomba, lakini ukisikia unaweza kumuuplift ni sawa tu. Tutakubali na Mungu atakubariki. Alafu Jimmy akapata mtoto kama yeye tu kabisa. Mwangi naye alianza kujifahamu wakati alifika class 6. Acha tupe Mwangi nafasi naye aongee ili tuweze kusikia. Na alafu ni vizuri yote uongeleshe hao wengine. Uwaambie wakuje. Hata mnaweza form kamati yenu. Mkuwe na kamati mform at least kakikundi hivi. Mwe mnajisaidia. Tuwe tunasema tunataka wale wako wafupi. Amesema tofauti tu ni ufupi kwa wewe. Ati tofauti ni ufupi na urefu. Otherwise ile maneno ingine yote ako sawa kabisa. Mwangi, hebu tuelezee kidogo. Na wewe unaweza ambia hao watu nini? Unapata mtu kati mara yako ya kwanza kukuona. Unaona kuangalia sana, hiyo na shida. Kwani mali amekuangalia, unajua lazima uangalie mtu mara ya kwanza. Naangalie tena. Unaona ni sawa. Unapata mtu amekuangalia, binafika mahali anageuka hadi. Amekupita kwa direction tena narudi. Na ukifika class 6 wakati ulijielewa, ulisikia ni kama utawachana na hiyo shule ama bado ulijipea tu moyo? Nilikuwa nasikia vibaya sana. Ukienda huko for example sasa tunafunga watoto wengi sana but maybe unatafuta mzazi tukifunga tuko na assembly. Wazazi nao wanaenda meeting. So tukiachiliwa sasa wako kwanza kutoka meeting. Sasa tukiachiliwa unapata huko kuna wazazi wengi. So by the time ukitoka maybe ukipita na mzazi mmoja, lakini mimi mtoto amekwambia muda kale kama mtoto nilikuwa nakwambia mama ndo. Wengine wako sawa, jamaa msalimie rafiki yangu. Wengi wako sawa. Wengi wana understand kabisa. Sasa wengine wanakujali tu hivyo tu, unapata nasikia vibaya. Kuna kitu unaweza kuambia wale wenye wako kama wewe na wengine wako na ulemavu mwingine isipokuwa tu unajua kuwa na ufupi. Mimi naweza sema sio sana kama unajua kuna wengine wanakuanga na fiwete, lakini Jimmy amesema hapa ati kuwa mfupi sio kusema yeye ako na any disability. It's only that he is short. Hiyo ndio two different. Difference ya kuwa ati mimi ni mrefu na yeye ni mfupi. Na sana sisi wa mama ama sisi watu warefu
ndio tu tunaonanga wale ni wafupi, lakini watoto wanaona yule niko okay, hata hawakwangi na any problem with these short people. But let me tell you, wasasi ni vizuri kujipenda na kupenda watoto wenyu benye wamezaliwa. Okay, Mwangi, kuna kitu naweza kuambia hao wenye wako kama wewe? Mimi naweza kuambia disability yangu ama ulemavu wangu unauona, lakini wako uoni, maybe si visible. Maybe sometimes unapata mtu anakukejeli. Sasa ukiangalia mtu unaona mkono iko shida kidogo, na shida utamwambia unaicheka, mimi ni mfupi, umejiangalia kwanza. Maybe unapata sometimes wale watu machao, maybe haiko straight kabisa, hata maybe moja imeangalia side ama imechange direction, unapata yeye anakucheka, na shida hizo utamwambia wewe unajaribu angalia macho, unajiuliza venye watu wengine wanaona hii macho wako ni vitu unaona, lakini unaona tu akia tu kitu imeniambia kwa roho achana. Mimi hadi nikasi sikina sawa, mimi nikiona nikawa najua ule mtu nikata cheka nikatongea vibaya, lakini mimi naenda tu nipo nimepita. Mimi bora yake kuna chenye nafanya Mr. hapa nikwambie nini, lakini mimi iko kitu yenye najua nafanya. Kana naenda nyumbani na niacha niende nyumbani, waacha hapo. Kani kazi yako unafanya unafanya kwanza, acha kwanza uweze kuongelea mtu, lakini ujui kesho yake venye itakujuka. After hapo uwezi unajua, unaweza pia toka hapo ukienda pale maybe upate ajali vibaya ukue kiwewe. Mwangi anaongelea watu wenye wanaonaga kama yeye ni mlemavu. Yeye anasema hiyo disability yake ni only physical, lakini huwezi jua kama wewe ndani yako uko waje. Huwezi jua kama wewe pengine hata unaweza zaa mtoto kama yeye, na hata unaweza kuwa na ulemavu mwingine. Yeye anaona vizuri, lakini macho yako pengine hata kuvaa glasses kama vile mimi nimevaa, bado hii ni ulemavu, si ndio? Hii ni disability. Wengine nao hata hawasikiangi vizuri, kuna deaf, kuna wenye hata hawaongeangi, lakini yeye anasema each and every part of him is functioning well and well and well. He's seeing properly, he's hearing, he's talking, anatembea vizuri, bado anakula chakula na njia yenye inafaa, anaenda hata kwenda washroom anaenda tu vizuri. But you can imagine some disabilities hizi zenye siko physical better than kuliko zenye hasipatikani, unajua hasionekani na kwa macho hii, kwa hii macho ya mwili. Na bado tunaendelea na kumalizia kwa sababu wakati wetu hauko na sisi. Our time is not on us. Kwa hivyo Jimmy, kuna kitu ungetaka kunini? Nilisikia ukisema ati huwa una dance. Na umedansia watu hapa, si ndio? Hata kwa screen ni vizuri hata muangalie. Hizo ndio zinaendelea kwa screen. Nyimbo zake, hata venye anapeananga pete kwa maharusi, yeye mwenyewe anaweza kuwa master of ceremony hata ukimuita. Yeye hata anakuja na decorate harusi yako kwa michezo yake. Hiyo yote huanga anatafuta chakula na hizo njia. Otherwise mimi ningeambia mtazamaji, ni vizuri sana tujiangalie, tuone venye Mungu anafanya kazi anafanya kazi kulingana na venye yeye anataka. Bora tu tuambie Mungu asante, we are live na tuko sawa. Kama uko na all the parts of the body, otherwise hiyo ingine wachana nayo. Kukua mfupi ama kukua mrefu, hiyo sio kitu. Ni vizuri atakwambia Mungu asante kwa venye tu alikuumba. Kuna kitu ungeambia watu ya mwisho, uwape at least kwenye unaweza patikana, uwape namba yako na uambie hata wakikupigia watakupata wapi, kwa sababu unaweza hata itiwa kazi hata ya maharusi hivi ama nini. Kuwa master of ceremony hata kama ni rurashio. Good one. Asante. Hata kwa mahali popote hapa ni good eating, mahali kuna watu gathering na kuanga. Ile kitu ningetaka kuwaambia ni wajue kwamba hii kikundi ya ulemavu unajipata huko.
hakuna registration. Hii si chama kama ile chama ya akina fulani ati mlanji register. Kitu hii kila mtu ni victim wa hiki kikundi. Unaweza jipata kama vile Maisani amesema hapo. Unanicheka wewe hujijui. Okay. Mwingine wewe okay, peana namba. Alafu namba kwa usaidizi wowote ndio hiyo kijana asome. In fact amekaa home. Alikuja karibu tarehe 2, sasa ni mwezi mmoja. Tarehe 2 ndio alikuja bila hiyo pesa. Hajarudi huko tangu tarehe 2 mwezi wa 11. Mwezi wa 11. Okay, toa kofia watu wakuone sasa. Jimmy anafaanga hivi ili kuattract watu. Anatoa kichwa. Anakuanga hivyo. Sasa kwa hivyo hata tungua anatoa mlimuona hapo mbele. Namba yako ya simu. Namba yangu ya simu. Na usalimie watu wawili tu. Ama watatu. Watu wale ningetaka nisalimie sana. Sana nisalimie huyo Mr. John, huyo anaitwa Mr. Miano. John Miano. Akiwa kule Karatina. Ukiwa Karatina. Huyo ndio best yangu. Hata by the way, Fair ndiye alinipatia. Sikuwa na kitu wakati ule tulikuwa tunasema naweza kuja. Na ndiye ananiitanga akipata kazi. He is a video shooter, tunaendaga kwa maharusi na nini. Kwa hivyo huyo ni kama bosi wangu, ananisaidiaga hata nikikwama kitu ya chai ama kasukari nusu naendea kwake. Unaendea kwake. Asante sana John Miano. Tumefurahi sana siku ya leo kwa sababu yako umefanya siku ya leo itimirike. Na watu wote wa Karatina leo. Namba yako ya simu pia. Namba yangu ya simu ni 0716 226 086. 0716 226 086. Iko hapo kwa screen. Mwingine nawe salimia watu, ungetaka kusalimia nani? Na ukitaka kusalimia walimu wako uwasalimie, uambie kwenye huko. Mimi ningesalimia kila mtu mwenye ameniona. Kila mtu mwenye ameona Mwangi amewasalimu nyinyi wote. Na tena nashukuru Mungu kwa kutufikisha hapa. Ndio tena sima siki mapenzi yetu kutoka hapa. Mimi ni Mungu tu. Nasema ni asante. Na kwa kila mtu tu yote vile mimi naombea kaa baba wangu anaweza pata kazi. Ni furaha tu kuliko kukaa tu nyumbani. Ndio pia tunaambia kutembea kwingi ndio kuona mengi. So by the time akitoka hapa hivi hiyo kazi Meru, attract na watu wa Meru, watoka Meru, attract na watu wa Nairobi. Attraction hiyo tu ina bring unity pamoja. Ina build unity. Na kila mtu tunajielewa sisi sote na tunashukuru. Unaweza kuambia watu wanje kuhusu school fees yako? Mimi nataka kuambia chochote mbele mtu ako nayo. Anaweza tuma kwa namba ya baba. Yote yenye atapata tu. Akituma naweza lipa na niweze kurudi shule. Okay. Namba yako unaweza peana ama ya baba yako imetosha? Ya baba iko sawa. Okay, asanteni sana na mpaka Friday hiyo ingine. Nimefurahi sana kuwa nasi siku ya leo. Nimefurahi sana. Na katika hiyo hali ningesema munifanyie favor moja tu. You like, subscribe and share. Yes. Thank you. God bless you. Until next Friday. Sky Cable TV Kenya, be on the real.